Yo is me bin_Yusuf23. Unaweza kunipata hivyo kwenye mitandao yote ya kijamii. Sasa bwana, as always ukishaniona najua mnakuwa akilini mwenu mnakuwa mnawaza kabisa kwamba hapa ni movie recap ndio inayoenda ku happen. Sasa bwana, nimekama up na idea na nimeambiwa na baadhi ya fans na watu wangu wa karibu wameniambia inatakiwa pia niwe nafanya kitu kama hichi, kwa sababu sio kila movie ambayo nitakuwa naitoa au nitakuwa naisimulia itakuwa inapendwa na watu wengi. So sometimes nitakuwa natoa movie kwa wingi, maybe natoa top 5 za movies, maybe natoa top 10 za movies based on a true story, maybe natoa top 10 za movies ambazo zilitamba miaka kadhaa, maybe natoa top 10 za movies za action. Kama hivyo nitakuwa nawaletea hapa ndani ya bin_Yusuf23. Call me Mr. Movie. Leo nimeamua kuja na top 5 movies, movie 5 ambazo unaweza kuzitizama weekend, Jumamosi, Jumapili, unaweza ukazitizama weekend, ambazo zimebase on a true story. Unajua sometimes tunakuwa hatupendi yale masuala ya action, tunataka zile movies ambazo vitu vyake vishawahi ku happen, yani ni maisha ya mtu kabisa ambayo yashawahi ku happen huko nyuma. So tunakuwa tunahitaji tuone ili mradi akili zipate kufunguka. Mwamba ameanzisha kitu fulani, au mwamba maisha yake yalikuwa hivi mpaka kuja kuwa successful, yametengenezewa movie. Je, movie yake inaweza kuipata wapi? So let's go. Naanza na namba 5. Namba 5 ni movie inayoitwa The Social Network, ambayo ilitoka mnamo mwaka 2010. Hii movie inasimulia kwa Facebook, yani mtandao wa Facebook, ambaye ni mmiliki wake ni Mark Zuckerberg. Sasa Mark Zuckerberg safari yake yote kuanzia Facebook alianzaje, aliwaza nini mpaka kuja kuitengeneza Facebook, amepitia changamoto gani? We know that katika creation ya kitu chochote, katika biashara yoyote ambayo unataka kuifanya, lazima uhaso, lazima uhangaike, lazima upitie wakati mgumu mpaka uweze kufanikiwa mafanikio, na kile kitu ambacho ulichokitengeneza kije kikubalike either worldwide au kikubalike katika eneo ambalo umekifungulia hicho kitu. So movie inaitwa The Social Network na ilitoka mnamo mwaka 2010, na hii movie inahusisha uhalisia mzima wa Mark Zuckerberg. Let's go number 4. Number 4 ni movie ambayo inaenda kwa jina ya Hacksaw Ridge, ambayo inahusu askari asiyehitaji kutumia silaha Desmond Doss, ambaye aliokoa wanajeshi wengi wakati wa vita vya pili ya dunia. Yani unakuta kuna baadhi ya watu wanalazimisha kuingia jeshini, lakini kuna baadhi ya vigezo hawajafanikiwa, maybe mwili wake jinsi ulivyo ni nini. So anaishia kuwa yule mtu ambaye maybe anagawa maji, au maybe anagawa dawa au nini, si unajua, au vyakula. Yani anaishia kuwa kwenye stage hiyo, yani kwamba yule mtu muhimu sana wa kuweza kukamata risasi na kuenda kuingia vitani na kuweza kupambana au kupambania taifa. Upande wa movie hii Hacksaw Ridge inaelezea uhalisia mzima wa askari huyo ambaye anaitwa Desmond Doss, ambaye hii ni historia ya kweli, lakini movie yake imeweza kutoka mwaka 2016. Ni true story, ambaye mwamba alikuwa hashiki risasi, lakini aliweza kuokoa maisha ya wanajeshi wenzake wengi sana. So kila binadamu ana umuhimu wake. Katika funzo moja kubwa la hii movie ni kuwa kila binadamu, usimdharau binadamu yeyote, hata yule muokota makopo pia ana umuhimu wake. So usimdharau mtu yeyote yule katika maisha yako. So let's go number 3. Number 3 ni movie inayoenda kwa jina la Catch Me If You Can, ambayo hii movie ilitoka mnamo mwaka 2002. Filamu hii inamhusu maisha ya Frank Abagnale Jr, ambaye tapeli kijana aliyepenyeza katika ndege, benki na mahospitali kabla ya kukamatwa na FBI, ambayo imeigizwa na Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio nadhani mnamjua. Totally hakuna mtu ambaye asiyemjua Leonardo DiCaprio. Ni moja kati ya mastaa wakubwa sana. So hii movie ni true story ya maisha ya Frank Abagnale Jr, ambaye alikuwa ni mhalifu anayeweza wa kuingia katika ndege
na akajigeuza kuwa kama pilot. Lakini sio hivyo tu, alikuwa na uwezo wa kuingia katika benki akajifanya one among the peoples ambao walikuwa wapo katika party ya hiyo benki. Yani ni mhalifu. We know that kuna baadhi ya wahalifu wapo, lakini kuna wahalifu ambao wenye akili kubwa zaidi, ambao hadi serikali yenyewe inakuwa sometimes kwenda kuwatafuta na kuweza kuwakamata inakuwa ni ngumu sana. So hii ni Catch Me If You Can, ilitoka mnamo mwaka 2002. Kweli ni kwamba mimi 2002 nilikuwa bado very young, yani nilikuwa bado mdogo. Sawa, nilikuwa tayari nishazaliwa, lakini nilikuwa very young, nilikuwa mdogo. So kwa upande wa wale wengine ambao wamezaliwa mwaka huo, si wadharau wanangu. Let's go, let's continue, let's go. Number 2 ni movie ambayo inaitwa Schindler's List. Bwana, some words jamani, kama nikikosea tutasameheana, kwa sababu kuna baadhi ya majina ya movies yanakuwa ni magumu sana. Schindler's List imetoka 1993, yani mnamo mwaka 1993. Ukweli ni kwamba movie hii inatoka mimi bado sijazaliwa. 1993 bado sijazaliwa. So mwaka huu ni 1993. Schindler's List inasimulia maisha ya Oskar Schindler aliyookoa zaidi ya Wayahudi 1000 wakati wa Holocaust. Wakati wa Holocaust, kwa upande wangu mimi bado sijajua, lakini kuokoa Wayahudi 1000, yani it means that kwa upande huu ameonyesha Wayahudi 1000 sawa, lakini ni ukweli kwamba ameokoa maisha ya binadamu wenzie 1000. Na movie inaitwa Schindler's List. Hii ndo naipa namba 2, moja kati ya best movies based on a true story. Yani movie hizi zote 4 mpaka sasa ambazo nilizoweza kuzitaja ni movie ambazo ni based on a true story. We know that most of the movies ambazo mimi nazilike, japokuwa naleta baadhi ya movies zingine, ila most of the movies ambazo mimi nazipenda sana ni based on a true story, kwa sababu zinapata kukufundisha kitu. Yani ni maisha ya mtu halisi ambaye alishawahi kumtokea, sio yameamua kuhamishiwa kwenye mfumo wa movie. So unapata kujifunza maisha halisi ya mtu husika. So let's go to number 1, movie namba 1 ambayo ndio best movie, na baadhi ya vipande vyake vimekuwa vikitrend sana TikTok, vikitrend sana Instagram, na hakika kuna baadhi ya watu wamekuwa wakivitumia tu kwenye WhatsApp status, lakini hawajui ni movie gani. Movie hii inaitwa The Pursuit of Happiness, ambayo imetoka mnamo mwaka 2006. Hii ni hadithi ya kweli ya Chris Gardner, baba aliyepambana na umaskini na kuwa mfanyabiashara aliyefanikiwa, ambayo movie hii iliigizwa na Will Smith pamoja na mwanae Jaden Smith. Jaden Smith kipindi hicho ni mdogo sana, ni very young. Unajua siku zote baba akiwa ni mwigizaji, lazima tu katika wale watoto ambao atakaowapata, lazima mmoja atakuwa na yeye yuko interested na kuwa kwenye movie. Na hisi Jaden Smith alikuwa ameigiza kwa ukubwa sana, tofauti na umri wake kipindi kile kwenye hii movie ya The Pursuit of Happiness. Moja kati ya best movies, ni moja kati ya movies ambazo ni kali sana. Katika life sometimes unaweza ukapitia magumu na ukaona Mwenyezi Mungu anioni, au Mwenyezi Mungu kwa nini awape wengine alafu mimi bado anaendelea kunikaushia. Kumbe Mwenyezi Mungu anakuwa na plan zake kubwa. So kwa upande wa hii movie, Will Smith humu ndani ambapo ameigiza na Jaden Smith, alikuwa ni baba bora sana, ambapo akiigiza maisha ya Chris Gardner, baba bora ambaye hakukata tamaa, kwa sababu alikiangalia yule malaika wake mdogo, ndo mtoto wake, akimwangalia anahitaji kumpa furaha iliyokuwa bora, furaha iliyokuwa ni kubwa zaidi. So akaamua ku still fighting, still kutafuta maisha, ili mradi awe successful man, kusudi aweze kumfanya mwanae aone kwamba yes, my daddy kapambana, kaweza kufanikiwa, kawa mtu bora, na mimi ni mtu bora. Kama babangu ni mtu bora, na mimi ni mtu bora. We know that wazazi wanakuwa wanapambana sana kwa ajili yetu sisi tuweze kufanikiwa. So sometimes tunatakiwa pia tu appreciate kile ambacho anacho changia katika maisha yako. Assume since young anakutafutia chakula mezani, unakuja unakuwa mkubwa pia, sometimes unakuta life inakuwa ni ngumu, unaamua kurudi nyumbani kidogo kwenda kudokoa. So unatakiwa ukae uwaza muda mwingine, kama mimi tu nikikwama narudi kwa mzee akikwama anakuwa anaenda wapi? Mmoja kati ya msanii alishai kuongea hilo swala. So tunatakiwa tuwe na respect kubwa kwa wazazi. Sometimes wakituangalia sisi ndio wanazidi kupata nguvu kubwa
ya kuweza kutaka kuendelea kutafuta mafanikio, kwa sababu yale mafanikio anaona yakija hayaji kumsaidia yeye peke yake, bali yanakuja kusaidia na familia yake nzima. So hiyo ndio ilikuwa movie namba 1 kwangu, ambayo ndio The Pursuit of Happiness, ambayo ilitoka mwaka 2006. Na kusema kweli hii tutaendelea kupeana, so kwenye comment unaweza hapo ukanidondoshia ukaniambia bwana, tupe top 5 list au top 10 list ya movies za upande fulani. So mimi nitaingia zangu chimbo, nitawatafutia movie kali na nitaweza kurudi tena nitawapa hizo top list za movies kali. Lakini hii issue tutakuwa tunaifanya au tutakuwa tunaipandisha every Saturday, yani kila Jumamosi ndio tutakuwa tunapandisha movie hizo. Aidha siku zingine zote tutakuwa tunapandisha movie recap za movie mbalimbali, yani tutakuwa tunaelezea movie kali mbalimbali ambazo zinaweza zikawa faraja au kivutio kwako wewe. Ulikuwa nami Bin_Yusuf23. Usahau subscribe kwenye YouTube channel yetu, maana kusubscribe utaweza kujipatia movie zote kali ambazo tunazozipandisha hapa. See you until the next time.